Wagwan lovely people. What's up my guy? Manzee niko best. Hata niko fresh. Na tuko ndani ya Gensified podcast episode 5. 5 man. Na tuko na Quavo back in the building. Yes, here man, nimekuaje? Nimekuwa niko fresh. Mimi nimekuwa awesome. Episode 4 tulirekodia Murang'a na bro. Yeah. Nilicheki manze. Niko fresh, uko poa pia. Nimekuwa in Nairobi manze, vitu tumekuwa tukiendelea nazo. Mimi nimechemka. Deadly. Man, watu wana protest huku. But pia sisi tunataka tumalizane na watu wa join huko hivyo. Manze, na tuna hope this time watu watauliwa kama last year mazee. Yeah, manze, tunaelekea almost 1 year anniversary. Man, 25th of this month. Man, I hope the most important thing ni yes sir, what we have been doing as in what we want to get out of it. Okay, the goal ifikiwe na ni must go. Maandamano zisiko in vain. So zisiko in vain at all because man imekuwa Albert Ojwang man jamaa amededishwa surely wakapeana excuse za ufala wakarudi tena wakaanza kujikoroga wao kwa wao wenyewe manze. Mara sijui jamaa Karura, mara sijui kwa cell, mara sijui kuna CCTV so Mbagati. we want in hizi tu hizi extra judicial killings mazi, they come to an end, a total end, because it is you know, I think this thing is strategic. To feel safe anymore hata ndio tuati junaelekea ati hapo vitu ndio feel that him try ati yeah naona hiki tu ni kuingiza kuinstill fear kwa waandamanaji. sio ati nyinyi ati tunatoa online warriors hapo ndio tunatoa keyboard warriors, online warriors. Yes, nyinyi hata uko happy unapatikana ma progress tuna hadi huko kwenye huko Homa Bay unakujua mbele ya wazazi wako. I mean, you know, hiyo ni as in ni traumatizing kwanza kwa wazazi, familia. This guy alikuwa na mjunior tu, like ndo amepata mjunior, sijui hata alikuwa ni ajamaliza hata sijui. Alafu weekend inafuata he was the only son. Father's Day imekuwa ni juzi. Sasa unadhani mzazi kama huyo anafeel aje? Manze jo, it's high time manze tuanze kufeel safe tena around hata hao makarao. But hali vile iko saa hii ni kumoto. Niliona ati Eliud like ali step down. Ali step down. Kesi kwa jana. Sisi mimi sasa ndio ku step down ni ku allow for investigations. Siku resign, that is the point. Kumaanisha tu ukienda kwenda tu hivi huyo msanii anaweza disetiwa ama hata hapa yote resign tu atoke hiyo job, atoke na resign. Nilikuwa nasikia mtu wake akisema ati Juendo alikuwa complainant, hai necessarily mean ati alikuwa directly hapo, like alikuwa involved hapo direct. So venye watu wengi wameingia online na kurant na kuchachisha na kusema yeye ndo alikuwa like is a person of interest, ati suspect na nini, watu wapatiane time ya uchunguzi and everything, ati maybe hata other powerful people wanaweza kuwa wako involved, ndo ati tupeane tu time investigation na uchunguzi zifanywe. But kila kitu ina point towards him, so it's a good thing ame step down, at least akulio hit enye iko kwa streets na everywhere. Akipatikana guilty aishie in any way, apatikane like hayuko guilty, anaweza rudishwa hapo kwa choo yake. Also then done. A family has lost a son. Mtu yeye ame lose a father. So we can say all we can, but manze is going vain. It's going vain. Nimeona hadi straw
watu wamekuwa wakitalk about it kuna wenye wanaihype wanasema tupe movie review. Okay, my review kwanza naweza rate out of 10 kwanza. Straw Tyler Perry Studios juu ya huyo main character ule Cookie wa Empire. Amebamba kidogo hapo hivyo na ile kumzoea na nini, so acting skills kwa sawa. Okay, naweza rate out of 10 naweza ipatia clean 6.5. Straw ni about struggles za black women zenye wanapitia kwa society hivyo na nini. Black mother anado 2 jobs ndo aweze kusustain her daughter. Daughter yake ako sick, she needs very expensive medicine, so anatry kubalance shule, kulipia mtoi hivyo vitu za chuo, kubaida. Ni single mom. Ni single mom, mtoi mmoja kadem kako na condition fulani hapo. So anado 2 jobs kutry kusustain hivyo family. Rent huko iko due, vitu zake zinatupwa nje, zinanyeshea huko, mtoi anachukuliwa. But sasa kitu ilinishangaza like huku mwisho ikiisha, and I'm sorry for wenye hawajaona manzee, ni maspoiler nimewapea. Spoiler alert. Spoiler alert. So like anakam like inapigwa flashback, kumbe alikuwa sha lose huyo daughter wake, unaona. Yeye ana act as if kama crazy, like watu wanamuona huko wanaona yeye yule madam, kwani juu vitu anadu anaenda hivyo hadi nikako na mtoi, but kumbe mtoi already alishapass. So anaenda ngadi job, akiwa job anaomba ruhusa ya kwenda kuona mtoi chuo, anaenda kumbe hata mtoi already alisha, unaona. Yeye anadhani amechukuliwa na wao wasi wa homes, hizi homes fulani nini, unaona. So anaenda pingi hadi kuwa boss wake juu kuna robbery inakujanga kuhappen. Ana mada huyo roba, boss anamgeuzia, anapigia 911 hapo akidai ni emergency na na nini, na madam alikuwa ameset up hiyo robbery but imebako wakuje juu already amemada. Sasa ikabidi amade huyo boss ndo ahepe. Yeye ndo atapewa size manze, akienda kucash out check fulani yako nayo hapo, ndo drama mingi inaendelea. Anakuja kwa hostage situation, like ako na hostages hapo kwa bank, misunderstanding, wanadhani amekam ku rob the bank and bullshit. So inabamba hivyo flashback hiyo ndo inakurudisha huko, ndo atoke kwa ngori. Watu hadi wanaendea maandamano wengine huko, unaona. Free Jania anajiita hivyo hapo. So naenda hivyo fiti, anaachiliwa nini like bado tu wanatuacha kwa suspense tena vile inaisha. So sijui kama kuna Straw ya pili, the movie itatokea ama hivyo ndo iliisha. But the struggles zenye anapitia hapo ndani sioni. Okay, in a real life situation is a job. In a real life situation watu huko wanakapitia sana wacha. So hiyo online whatever ndo hata i-trend, watu walikuwa na try kuibash ati juu wameiweka ikani kama sasa huyo amekapitia ati hiyo ndo the worst nini, unaona. But mimi naona ili work for them. Tyler Perry Studios na huyo jamaa hapo hivyo, like ametoa movie kali, watu wameiona. Huyo madam kwa Netflix. Kwa Netflix. Huyo madam anaitwa iko Netflix kweli, siko sure but I think iko huko. Huyo madam namsahau jina yake, her real name ni Tafari I guess, si Tafari something kitu kama hiyo. But sana wenza kumuita Cookie. Madirector wengine wako wanamnini, wanamtafutia job ama wako wanamuitia majobs. Alikuwa amekaa home for a while. Huyo jamaa akaona ni right mchukue madam na tuchape hii shughuli. Watu wengi walikuwa wanasema ati kujiassociate na huyo owner wa hizo studios like ingemess her career na reputation na everything, unaona. Already anasema career yake ilikuwa already inazama juu imekuwa a while kabla tumuone kwa staff. So I appreciate him. Yani appreciate. Alafu watu kama sisi vile tumeitrendisha huko
sema na ma memes na manini, unaona inapata streams, views, watu wanapata hiyo. So for them ni good for business. Ime work out. So straw might not be like the worst struggle yenye umeobserve kwa mtu mwingine, but at least tunafaa kupeana flowers mali. Wameact movie poa, ni vile tu ni like ili feel ni kama ni average, but the struggles na emotions zilikuwa on point, like ile hadi unajipata una feel kuna watu wamelia kulia just kama stories. Okay, kulia, okay, struggles ni one thing, but sasa violence na nini violence, hata violence tu like mavita tu usikia kama wasifanye kuna mabomi wa watu wa Iran and is what they are missiles zinatumwa in like hundreds of numbers, because now Israel wanazi intercept missile ukiko juu naona ni kama fireworks hivi tu hivi, lakini hiyo kitu wanazituma zina imagine haya kutuma hizo missiles is one thing, but sasa kuzi-intercept, okay, another thing, sisi wanazi-intercept at 100% of them, some zina nini tuseme kama so kati ya so hivi kama mbao zitapenya kama mbao 15 hapo zitapenya, but the rest is interceptiwa, uko juu tu ni kama fire na ni mabombs mazima miss wasikia Iran but wako kuna city under ikojama missiles Iran, but sana wao Israel wako na dome juu mafuta wana bomb juu. Sasa okay, vita walikuwa wasema ati Israel walianza, so hawa sasa wana attack military base za the other country. Sasa Israel sasa wana ni vita di, mimi nashangaa what is happening. Na hizi vita like zimeishi kuwa since forever, ama hizi ni mpya? Hizi ni vita tu mpya recent tu like zina happen hadi sasa hivi tunabonga, like ni vita iko saa hii current. Oh my god man, huku Kenya si tuko na shit kama hizo, like tunatumia missiles tunajiprotect. Tuko na president mwenye anasijui anatupeleka kuna nini, but sasa unaona haijafika hiyo part ya violence you decide. So tuna take of course a moment to thank God, of course mazee saja kuzote tusabe tuka tungekuwa tuna hata hiyo extra tungekuwa tunaingia hiyo mazee. Na kuna watu huko wako na families wako huko Iran na Israel, like sijaelewa kwa nini na vile Israel imetumika kwa Biblia hiyo like hadi wana Israeli wale Jews wale sana wale walikuwa sana the Pharisees. I'm telling you zile vita za Amalekites now in the modern world yes, I tend to think Israel saa hizi they are not, I mean ujue wale wanatumika kama ile ni proxy ya the United States in the Middle East. Trump akina Netanyahu they are one and the same people, so our ni like ni our western ni against the eastern. So our like our ndio wanawafund ndio wanawafund like ma supplies ma medicine amari like juu unakaa hivi unashindwa so tusiati ni ma superpowers siko hiyo side. I mean kama inafika protect sides wale watu jua si watu wazuri sana. I mean the Jews, I mean whatever they are not I mean in this wanataka tu kuna ile tu unini yao tu hivi wanataka kuwa ndio kusema kusema, but unajua hizi vitu pia hivyo vile tu unasema kuna watu wanazisponsor na kuzi hype ndio wa benefit. Unapata unajua huku vitu hazirana ziendelee, unaona maybe tutauza vitu online sana juu people are not ordering like hawaendi nje kubai vitu, like they need to order kwa sababu hawafeel ati ni kusafe. Kuna watu wanajua kukiwa na hizi vitu watu need kujenga tena makeja na manini, wana supply concrete ama steel huko hivyo. So kuna watu wako busy wanafurahi, wanajua kulikuanga na buildings fulani strategic. Sure. Sisi ndo tutaenda kupurchase hizo land juu sasa wako fucked up, wako busy zimeenda no. So some people are doing like kama wako involved kwa hizi wars juu ya personal gains. Hadi unakaa hivi unashinda like
mtu mmoja like unapata waseta ndo wana instigate hizi wars manze juu anataka tu wanajua what I get out of them, so yeah, it makes sense at all. Kuna mse alikuwa ananiambia ati hata huku Kenya like hizi maandamano and everything imefika a point people are doing like wanataka kuhype kuchocha kuinsight wasee watokee maandamano ndio waingie TikTok live wakizirecord like for content, unaona. Unaona vile kuna media journalists wengi watu wako kwa ground wakati hizi maandamano and stuff, so kuna people are happy kwa sababu ni ati ni content, wengine wako happy kwa sababu wataunda merchandise, unaona. Wengine wako happy wanajua tu bendera tutaenda, wengine wako happy wanajua ni chance yao ya kuvuruga ma shops and everything, but all in all Mungu manze atulinde, atusaidie manze, at least bado mtu uko safe, si kama hizo makantri tunasema Iran na kina Israel na mavita zenye ziko kule, na wasipochunga huko ndo watatupeleka tu, unaona. Sasa mko tuulize hao audience, wewe hapo umekaa hapo unatoacha hapo hivi, unaendanga kanisa? Mimi personally nimekawia kabla niende kanisa, naweza kuwa na 5 to 6 months nikaa nilienda kanisa mwisho December. Mimi mwaka nimeenda kanisa, I guess hata sasa nimeenda kanisa na ninataka kuenda. Unataka kuenda? Nitaona nikienda. So tunauliza nyinyi hapo, kama mimi nimesikia ni almost 5 months at least, mbona uliacha kuenda? Kama ulikuwa unaenda mbona kama ulikuwa unaenda kanisa mbona uliacha kwenda? Ama mbona nadhani watu kuna watu wanaacha kwenda kanisa? What do you think people, wewe uko na sababu? Mimi niko na moja yenye najua ina affect kila mtu mwenye alikuwa anaenda na sahi haendi. Ya kwanza ni mapasta. Kanisa zimegeuzwa biashara, like unapata hii Sunday kuchangia gari, next Sunday kuchangia hall. As a Catholic, hata sisi watu tunachanga za maybe kujenga kanisa and stuff, but hatuko hapa kutetea ati kanisa gani ama gani. So sitaki kumaanisha ati church za mapasta pekee ndio wanaitisha pesa. Hata Catholic wanaitisha, ACK hizo zingine, PCA, like most of the churches wana depend on congregation yao ku move things kwa church. So kuna watu wanasema mapasta vitu zenye wanafanya haziambatani na kile wana preach, unaona. Hivyo wana preach nini, water and drinking wine. Preaching and drinking water. I mean it's unaona kitu katikati ya water na wine hapo katikati, unaona. So mtu anakaa hivi, like unapiga chom fulani uko tao, unapatana na pastor fulani ushago, unaona. Sisemi ati kukunywa na hizi vitu ni vibaya for the pastors and everything, but imekuwa money minded designer. Mtu unakaa hivi unajiambia Sunday kulikuwa na second collection, hata sikuwa na ya collection ya kwanza, mimi niende huko kuibika, unaona. Kuna wengine wako honest legit till numbers na mapay bill ni za kutuma sadaka juu siku hizi hata kwa matatu watu wengi wanalipa na simu, kwa maduka the same, no. So kuna wenye ni honest, but zingine ni busy kama hizi ma TV stations za kanisa. Simuona vile ni mingi siku hizi. Alafu hizi miracles na hizi healings zenye ni stories za jaba tu. Tunaonanga hizo video TikTok. Ati unasikia madam anasema mtu wake hampei mechi, anataka mimba, sijui nini. Alafu unaona hapo ati pastor anamwambia shida iko hapa kwa pusi, unaona. Anaanza kumpiga mafinga hapo ama kumdara jeki. Bibi yangu ati sasa si wana scam tu, like unapata either ilikuwa planned before juu hakuna vile ati normal tu Sunday kwa kanisa mtu anakuja anasema yeye anataka kupata mtoto ama hapati bwana,
ati ni bibi ya mtu huko, unaanza kumdaradara hivyo kwa kanisa, unaona. So hizi unapata ni watu wana plan tu na huko wanaongea nao. Wengine sasa ni ile mtu anakuwa amechocheka juu anaona okay amefanyia ule na huyo, so hata mimi hiyo ndo njia. Sasa kuna wenye wanafanywa innocently, yakijua pastor akona upako katika wanyongwe. Unaona. Zile story kama za ule Mackenzie Bedeli kulendaga kusoma kazi bado kwa ameshikwa. Kuna time nilikuwa nimeona ni early this year. Kwa hiyo alikuwa amepelekwa kotini. Lakini bado ako ndani. Shenzi huyo anafanya. Unaona kutoka same stories za kuturamba like hakujai kuwa the same. No. So mimi kwangu hizo ni some of the reasons zenye zinafanya kuna moja niko fresh lakini hiyo pasta of course hiyo namba unaitoa tu. Mimi nilitetea yangu mimi nilikuwa location tujua sana mtu freelancer ama nini mtu uko employed job ni kuhama. Uko kusoma place ati hivi ati fancy yes. So mimi nasema hiyo ni reason moja nilitaka kuenda juu sababu change location so unaona na sawa chacheni unaweza ifuata bado online. So unaona hiyo time unaweza tumia tu uone. Alafu pia siku hizi watu wengi wako more spiritual than religious. Sure. Like mtu tu ana believe hivyo na supreme being personal hivyo. Sure. Plus reason nyingine mimi naona inaweza kuinafanya watu pia waende kanisa ni hivyo maform. Watu wako dunda Sato Sunday by the time umeka kwenda service ama nini, mtu anaona maybe ako wasted design haizi make it. Kuna mtu atasema kwa nini uende sherehe ukose. Kuna wenye ni job zao, watu wanacheza kwa maband, ma MC, but kuna wenye wana make time. So wewe kama uko hapo chini na uendangi church, tupe sababu yako ya kwenda kanisa, ya kutoenda kanisa. Tunaweza zisoma ama tukazipitia ama like tuta engage hapo tu kwa comments na zenye zitakuja tore kama ni valid ama ni reasons za upuzi. Kuna wengine mtu aliachanga kwenda church juu wanapatiwa like unallocatiwa tu responsibility enye ni like mostly ina revolve around finances. Unapata kanisa inajenga maybe Sunday school, unapata wewe umeambiwa lazima utoe 10k, mwingine atoe 10k, mwingine atoe 10k, unaona. Na usipo jaza hiyo do yako kwa hizo committee za kanisa, maybe unakaa unaibisha or something like si ati kuibisha direct like mtu anafeel kama niko like kuna watu wako embarrassed kuongelea vitu zingine mbele ya wasi. So too much about money, like a lot is always about money. Imekuwa sana ni biashara. Ni biz. Wana compete church gani kubwa in terms of size kuliko wengine rather than hata vitu zingine tu simple. Pastor yupi anaendesha gari noma kuliko mwingine. Pastor yupi amefly out kuliko. So wameiweka revolve around money a lot design. Watu wamedecide heri mtu ajiombea ajisomee Quran ama Bible yake. Of course church ni hiyo nyingine of course usema ati uone church juu ati ya dini ya mani. Wewe as in hiyo kitu juu si ati story ya kwenda church. Na hata si church pekee, hata mosque. Kuna wenye waliachanga kwenda mosque, walikuwa wanaenda mosque. Temple unakuwa mtu spiritual. Religion una choose to like kuna wenye hata hawa believe in anything. But square watu wewe tafuta tu path yako, spiritual journey yako and everything. Ama vipi? Tunafaa tu hivyo but sasa ujue for me the better way ni kuze mi kwenye azinukifu nikiona mimi Mungu ako tu sawa mimi mambo unajua kuna watu mimi kama Chucks huyu wa mic check kwanza of course I believe in God and Jesus. Hiyo ni hivyo, wewe anachagua tu hivyo.
but ujue pia wewe penye yako kwa sawa kwa Mungu kwa tu sawa. Kwa Mungu kuna bamba. Kuna donjo. Yeah, na with that very few remarks. Nice. Umeenjoy sana. Bado siko na dai kuachilia yangu na dai like ndo tukimalizia hivyo tukifunga show ya leo unaona. Tumalize on a high note sawa. Nitakuuliza tu maswali kama unataka kuniafanya nini tena? Si hivyo, hizi ni simple hii like kama red ama blue na prefer color gani? Blue hivyo. Nini coffee or tea? Coffee. Cocoa or coffee? Coffee all through. Coffee, yes. Nini inaitwaje? Coffee or coffee. Dancehall, reggae hizo ama genge ya Banton? Reggae. Banton na genge yetu umesema bado? No, nimepita choice mbili. Of course ni na rock na zote, but dancehall, genge, reggae. Zina rhyme kidogo haya. Nimebakisha kaa 3 za kuuliza. Ni gani nyingine serious naweza kuuliza? Na isikani kama anachachisha. Gin ama whiskey? First preference. Najua inaweza kwa zote kulingana na weather, but first preference ile ya gin ama whiskey? Coffee. Hapo naona umetuenjoy, lakini acha tukubali ni coffee. Mimi uko na nini unaweza niuliza kabla tufunge? Israel or Iran? Oh my god. Hiyo signed up plead the 5th. Sitaki tukansoliwe. Tunaweza kwa tuko na fano wawili Iran na wawili Israel, alafu tuwapoteze wote. But peace out. Peace. Lazima tu wape social zako tena kabla utoke. Of course. Tusero Cairo. IG. Mostly uko active IG sana. Niko sawa ya. Mimi utanipata platform zote at Rema Richi. Tugusie like, usisahau kushare, usisahau subscribe na ambia best yako mmoja ama tupostie hata hiyo link kwa status. Sikiza kuna content na angalia ngapo kwa vitu zingine come through to you pole. Hao ndo watatusaidia kugrow kwa hiyo journey hivyo pole. The more wana watch na kupush na pia si tuweze kwa bamba, unaona? Tuachange kukunywa coffee peke yake hapa hivi matime hata tunapiga majuo, unaona? So until next time mazee, peace out man.